Shimo yenye imeachwa pale kwa Ruth K hawezi hata nani mwingine atamuoa. Wewe unaona huyu mwanamke wa Mulamwa anaitwa nani Soni. Wewe umaisikia Soni ameolewa. Sasa nani anataka kuingia ndani ya shimo? Muluya ukipitiwa na Muluya you are kufded. Mgoshe B+ ilikuwa Mulamwa. Mulamwa aliba mtiani. Akili ya B+ hizi boss ya ujinga. How comes to expose? What the fuck? Ala. Kwa mimi nikunywa maji. Hadi mshafikisha noodles. Telegram. Hai Mulamwa. Mulamwa episode watupeleka mbio sana. Hapana. Hii ni kama kidogo tulikataa. Hapo hivyo hiyo ibambi. Bro, uno mtu umelala na yeye. Wadau. Mimi nimelala, acha nilale. Yani Ruth K alitoka Nairobi na miguu hadi Kitale, akaenda huko aka make sure amependeza wazazi wa Mulamwa, kwanza number 1 akamzalia mtoto anafanana Mulamwa kabisa, aka make sure amezaa mtoto anatoka photocopy ya Mulamwa. From there aka make sure amevaa kitenge, akaenda akatuvalia zile maleso zimeandikwa majina huko nyuma, akaenda akaingia kwa jiko akatengeneza chapo na kuni ndo tuone vizuri. Kasongo yeye mbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe mbali nanga Alafu unapata bado mtu ananipenda. Una risk bwana. You are risking. Mimi sipendeki. Haya. Sasa hapa TikTok Waluya amekuja na challenge nyingine moto. Ukiachana na Muluya utakaa na amani, atakunyang'anya meno, ikiwezekana hata chupi tenda. Sasa wewe Ruth K usijali, ambia tu hivi, mwambie Mulamwa hivi, alhamdulillah angeniua yule. Mulamwa is actually an example of if he wanted, he would. If he wanted, he would. So, usiforce baby girl. Sasa ndio nimekumbuka Mulamwa venye alipost, venye alikosana na ule baby mama wake wa kwanza, alipost hadi damu, akisema ati hizi ni damu, sijui za miscarriage, sijui za abortion, ulikuwa unataka kuua huyo mtoto, ulikuwa Ruth K kakaona na kakajiambia huyu ndio mtu nimependa, huyu amebadilika.